nikuulize swali moja tu. Ni kitu gani ambacho kwako kikitokea utasema kwamba this is the testimony of God? Number 1, nenda mbele za Mungu kwa imani. Number 2, nenda mbele za Mungu kwa rehema, kwa kuangukia mikononi mwa Bwana. Usifike kwenye uwepo wa Bwana ukainua mabega. Kana mimi Bwana ni kwa sababu nimetoa zaka, kwa sababu mimi nimetoa fungu la 10, kwa sababu nimetoa sadaka. Acha hiyo kitu. Autoboy. Ndio maana umetoa sana lakini mwisho wa siku pia hujapata matokeo makubwa sana. No. This time change kidogo. Ukisogea tu kwake, jione kwamba wewe sio kitu ila yeye ndio kila kitu. Are you there? Yes. Jione wewe ni mdhambi ila kwa sababu ya rehema zake zimekusaidia. That should be number 1 thing. Kwa ukienda mbele za Mungu, that should be the first thing. Imani, alafu number 2, rehema zake. Rehema zake. Kwa kila mmoja kwa maombi yake. Hata kama kitu ni kikubwa sana kizito kiasi gani. Tumesoma juzi andiko nasema hivi, kitabu cha Zakaria sura ya 8 nafikiri. Nani mlima mrefu mbele za Zerubabeli. Alafu nasema hivi, utakuwa tambalale. Kwa maana Bwana ataagiza jiwe lije likae juu yake. Alafu nalo utakuwa likilia neema, neema. Crying for grace and grace. Mlima unayeshushwa na vilima vinashushwa kwa sababu gani? Ya neema ya Bwana. Now, what you are suffering, mkono wa Bwana unaweza kukutendea. Sikiza niwaambie watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nataka ubebe neno na ubebe imani. Beba imani. Beba imani kabisa hii. Mungu mwenyewe anapenda mashindano, anapenda kushinda. Unafikiri Mungu anapenda ashinde kuliko maelezo? Ni mtemi, Mungu ni mtata. Anapenda aonekane. Juzi niwaambia kitu kimoja hapa. He is a majesty God. Ni Mungu mwenye nguvu. Kiingereza amesema majesty. Majesty, you know majesty? Anataka akija aonekane amekuja kweli. Yaani akiingia mjini hapa ijulikana ameingia. Why? Because he want to show out his majesty. Na ana show out his majesty kupitia wewe. Na majesty ya Mungu ina show kwenye power yake. Na nguvu ya Mungu ni mkono wake. Na mkono wa Mungu ndio Roho Mtakatifu mwenyewe. Yes. Prayer. Imani. Number 2, mercy. Number 3, grace. Imani, rehema, neema. Unavichanganya vyote kwenye nini? Kwenye kapu la maombi. Alafu unaunguruma mbele za Bwana. Maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa na mwanadamu kama sisi. Aliomba kwa bidii. Miaka 3 mvua ikaacha kunyesha. Baadaye Elia huyo tena akaingia kuomba kwa bidii. Mvua ikaanza kunyesha upya. So Elia aliprovoke mkono wa Bwana. Maana Zaburi ametuambiaje? Vidole vyake ameumba nyota na mwezi, anga ameliumba. So ni mkono wa Bwana ule tena unaomba anga. Mvua inatokea angani. So Elia alikuwa anasema, Baba katika jina la Yesu na ashuka kama ni zama zetu. Kwa mkono wako wema Baba, mawingu yaje upande huu katika jina la Yesu. Mawingu anayavuta mawingu, inawezekana mawingu yalikuwa yako Saudi Arabia. Anayaita njoo mawingu kwa mkono wa Bwana uyalete mawingu hapa Morogoro ili mvua inyeshe. Mkono wa Bwana unahamisha vitu. Akaomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kama akiomba kwa bidii. Haleluya. Akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki. Anasema hivi, na kuomba kwake kwa bidii kutaifanya. It make grace available. Neema inazaliwa. Rehema zinazaliwa. Msaada unazaliwa kwenye kuatamia jambo lako hilo. Alafu tuma mkono wa Bwana pale katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tuma mkono wa Bwana pale katika jina la Yesu. Amen. Kwenye jambo lako hili hapa Mungu ukiona ni dhambi zimekuzingua, kama ni kuatamia kwa rehema zake, kaa hapa kama dakika 20, kaa pale. Baba, siwezi kwenda kwenye hatua ya neema kama hapo kwenye rehema bado najua na vimeo. Rehema yako Mungu, rehema kabisa. Rehema hapa, rehema. Siolewi kwa sababu nilizingua hapa. Niliingilia ndoa ya watu. Rehema Mungu, rehema. Mpaka usikie na nafsi ndani yako consciousness, ile guilt consciousness imeondoka. Hapo unakwenda step ya pili. Rehema, napokea neema yako ya Bwana. Ukiona sasa neema imeshakaa vizuri, then utume mkono wa Bwana. Utume unakotaka, unataka uelekee wapi utume wake, na utuma mkono wa Bwana bungeni. Kwa mkono wako Bwana nachukua cheo bungeni. Kwa mkono wako Bwana nachukua cheo, nachukua kazi TAMISEMI kuna kazi. Wapi kula na ajiri kule. Kwa mkono wako Bwana, wewe kwa mkono wako uliwatoa watu wa nchi ukawaeneza watu wako. Baba katika jina la Yesu, kwa mkono wako ipatikane nafasi kwenye taasisi. Najipanda hapa kwa sababu tu ya mkono wako mwema. Mfukuze fulani niweke mimi. Unasikia mambo ninaomba? Yes. Because of your mercy, because of your grace. Na kwa sababu hiyo nina mkono wako mwema juu yangu Bwana. Kwa hiyo Bwana, kwa kuwa mkono wako mwema juu yangu, nataka vitu kwa hao waheshimiwa. Nataka fedha kwa hao waheshimiwa. Nataka mali kwa hao waheshimiwa. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Usisahau kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii, akiomba kwa bidii. The Bible says as soon as Zion travailed he gave birth. Alipotatamia alizaa kitu. So unatamia lile jambo, hapa Baba nisiondoke hapa, mkono wako unipatie, kwa huyu mkono wako mwema unipatie kitu fulani, kwa mkono wako mwema Bwana unitendee. Usahau ni mkono wa Bwana uliwaeneza katika nchi. Unifanyie nafasi Morogoro Bwana, unifanyie, uninyang'anyie cheo, uninyang'anyie sauti ya ushawishi hapa Morogoro Bwana. Kuna watu wana sauti lakini kumbe sauti zao wanapromote sigara, wanapromote pombe, wanapromote anasa za kila aina. Baba nipatie sauti hiyo mimi, mkono wako mwema nenda kwenye makoo yao, chukua sauti ile Bwana, nyang'anya ushawishi nipatie mimi, nyang'anya sauti ile nipatie mimi katika mji, nipatie sauti katika nchi, nipatie. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mkono wako mwema. Nyang'anya magari Bwana. Kuna watu wamejaza magari, parking zao hazina maana, alafu inawezekana mimi sina gari za kuweza kutembelea. Bwana mkono wako mwema, na utuma mkono wako unipatie magari, unipatie viwanja, uwafukuze watu kwenye viwanja, uniweke mimi pale. Hallelujah. It's a prayer. You provoke the end of God. Wamekalia viwanja miaka na miaka, hawaviendelezi, hawajengi, na mimi mtumishi wako nataka viwanja. Baba, kama vile ulifanya kipindi cha kina Daudi, anasemaje? Bwana, tumesikia kwa masikio yetu matendo uliyoyatenda wewe. Kwa mkono wako uliwafukuza watu katika Morogoro, uliwafukuza watu katika Iringa, uliwafukuza watu katika Dar es Salaam, ukawapanda watu wako kwa mkono wako. Bwana, nipeleke Dar es Salaam, uniingize Dar es Salaam kwa mkono wako mwema, unieneze kila mahali kwa jina la Yesu, si kwa sababu ya bidii yangu, bali kwa sababu mkono wako uko juu yangu, because the hand of the Lord is upon me, kwa sababu mkono wa Bwana mwema umenitendea mema. Haleluya. Unipeleke Dodoma, unipeleke na Arusha. Wakiniuliza ni kwa sababu gani umeweza kuweza, nawaambia hata mimi mwenyewe sijui, ila jambo moja nalolifahamu, nilikuwa nimejaa rehema za Bwana, nimejaa neema yake, na kwa hiyo nikiomba mkono wake ukawa juu yangu, ukanipeleka kwa spidi kama Elia alivyoomba, mkono wa Bwana ukawa juu yake, akaenda kwa spidi, akampita Ahabu aliyekuwa amekaa juu ya gari la vita. Nami kwa mamlaka jina la Yesu, kwa sababu ya mkono wako mema Bwana juu yangu, ninakwenda kwa spidi na wazidi waliokuwa wamenitangulia, na wapita kwenye biashara, na wapita kwenye fedha, na wapita kwenye umaarufu, na wapita kwenye sauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkono wako mwema juu yangu. Haleluya, haleluya. Aliyekuwa maskini kwa muda mrefu, ghafla amekuwa na spidi ya kuwa na faida, amekuwa na fedha nyingi, amekuwa na hela nyingi sana. Ukimuuliza ni kwa sababu gani? Kwa kuwa mkono mwema wa Bwana ulikuwa juu yangu, ulikuwa juu yangu. Haleluya. Provoke that by prayer. Siko peke yangu, siko peke yangu. Ukiniangalia siko peke yangu, niko na mkono wa Bwana. Haleluya. Niko na mkono wa Bwana, the mighty working hand of God. Mkono wa Bwana wenye nguvu unaotenda. Adui yangu akiinuka, nitasema na mkono wa Bwana uwe juu yako. Kwa kuwa ni adui unampatia kipofu, lakini aliye upande wangu nikisema mkono wa Bwana uwe juu yangu, ananipatia favor, ananipatia kibali. I speak in the name of Jesus Christ. I don't know for who. Nimekwambia hivi, hatua ya kwanza nini? Ni imani. So hata kujapokea mambo haya unayapokea kwa imani. Haleluya. Unajiungamanisha na maombi haya, unajiungamanisha na baraka hizi kwa imani. And I speak in the name of Jesus Christ. Mkono wa Bwana mema unao, daktari aponyi kwa maneno, daktari anaponya kwa vitendo. Kwa kama daktari anaponya kwa vitendo, maana yake mkono wa Bwana mwema unaweza kumponya mtu ugonjwa wake. Unaweza kumponya mtu ugonjwa wake. Haijalishi ni ugonjwa gani ambao unasumbuka nao. I speak in the name of Jesus Christ. Mkono mwema wa Bwana uwe juu ya ugonjwa wako, na ugonjwa huo utoke. Ugonjwa huo utoke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ulipokuwa na udhaifu, pokea nguvu tena. Receive strength in the name of Jesus. Receive strength in the name of Jesus. Receive strength in the name of Jesus. Ulipokuwa umekuwa dhaifu ukashindwa kupiga hatua, kwa mkono wake mwema aiachilie nguvu yake kwako. Aiachilie nguvu yake kwako. Aiachilie nguvu yake kwako. Aiachilie nguvu yake kwako. In the name of Jesus. 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 Nguvu ya kuinuka kwa mkono wake mwema amekunyanyua. Kwa mkono wake mwema akunyanyue, akunyanyue, akunyanyue katika jina la Yesu. Akunyanyue kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Karabalada. Zatabaya. Zatabaya.
kwa mkono wake mwema. The good hand of God. Ukiniuliza kwa nini mkono wa Bwana uko juu yako, ni kwa sababu nimepata rehema kwake. Yes. Sio kwa sababu mimi ni mtakatifu, no, kwa sababu ya rehema. Na kwa rehema ile imemfanya anipatie utakatifu wake, anipatie utakatifu wake ndani ya Kristo Yesu. Yes.